Ndoa hakuna, kila kitu. There's none. Kila kitu hakuna. Hakuna. There's nothing. Chenye nimebaki nacho ni usingizi na lala tu. I'm just left with a lot of sleep. Can I tell you something about usingizi? Naweza kuambia kitu kuhusu sleep. Do you know usingizi is not good? Usingizi is good for your flesh. Usingizi ni mzuri kwa mwili wako, but not for your spirit. Lakini si kwa ajili ya roho yako. Almost 80% of things that happened negatively or positively. Asilimia 80 ya mambo ambayo yanafanyika kwa uzuri ama kwa ubaya. To many people in the Bible. Kwa watu wengi katika Biblia. When they were sleeping. Ni wakati walikuwa wamelala. Number one. Wa kwanza. When God wanted to create Eve. Wakati Mungu alitaka kumuumba Eva. He sent Adam into a deep sleep. Alimfanya Adamu akalala usingizi mnono. When the man was sleeping. Wakati huyo mtu alikuwa amelala, something was taken away from him. Akatolewa ubavu. When he woke up, alipoamka, a confused element. Akaamka kama amechanganyikiwa kabisa. My flesh, my body, my bone. Oh baby. Yangu, mwili wangu, mfupa wangu, baby wangu. After 1 week, wiki baada ya wiki moja, huyo baby ashamkoroga, ashafanya dhambi. That same baby have now confused him and he has sinned. Wewe pia ulilala ukaamuka ukakutana na msichana barabarani. Oh baby. Also you have slept and found a lady on the road and you start calling him ah baby. Number 2. Wa pili. Samsoni. When Samson slept, Samsoni alipolala, Delilah did whatever she did. Akafanya chenye alifanya. When the man woke up, wakati huyo mtu alipoamka, akajipata ameshapoteza. Number 3. Watatu. Daudi. When the man slept, wakati alipolala, when he woke up, alipoamka, he saw a beautiful woman. Akaenda akaona mwanamke mrembo. The man fornicated. Huyo mtu akazini. Number 4. Wa nne. Ibrahimu. The Bible says, Biblia inasema, he fell into a deep sleep. Akalala usingizi mzito. And God said, na Mungu akasema, your children will be slaves in a foreign land for 4 decades. Watoto wako watakuwa watumwa katika nchi ya utumwa miaka 400. Can I continue counting? Naweza endelea kuhesabu. Let us move towards the end of the Bible. Acha tuende hadi mwisho wa Biblia. Jesus. Yesu. When Peter slept, wakati Petero alilala, when he woke up, alipoamka, Lord, Bwana, don't worry. Usijali. We are going to build here 3 tents. Sasa tunaenda kujenga hapa mahema. One for Elijah, one for Moses, one for you. Moja lako, lingine la Elijah, lingine la Musa. Yesu akamwambia angalia hii. Jesus told them, look at this one. Twendeni hapa, mshakunywa usingizi naomba peke yangu alafu mnaniamukia na maono. Go away, you have now been sleeping, have been praying alone and now you have visions. Ndio maana watu wanalala alafu wananiamukia na maono, pastor nimetumwa na maono. That's why people sleep and come and tell me, pastor, I've been sent with visions. Please, tafadhali, stop sleeping. Acha usingizi. Stop sleeping. Acha kulala. Learn to stay awake. Jifunze kukaa macho. And you will be very attentive. Na utakuwa mtu msikilizaji. And success will become part of you. Na ufanisi utakuwa sehemu yako. I know what you want to tell me. Najua unataka kuniambia nini. You know, pastor, one needs to rest. Pastor, mtu anafaa kupumzika. Sleeping is not resting. Kulala sio kupumzika. Sleeping is falling into total uncontrolled darkness. Kulala ni kuingia kwenye giza usilolitambua. Sleeping is becoming spiritually ineffective. Kulala huwa kuna madhara ya kiroho. Physically ineffective. Madhara ya kimwili. So it is only your spirit that is effective. Kwa hiyo ni roho yako tu pekee inayoweza kubadilika. So when your spirit is weak, kama roho yako iko duni ama iko you are asleep, uko umelala, the bad dreams come. Ndoto mbaya zinakuja. Unafukuzwa na ng'ombe. You start being chased by cows. Yenye pembe kama za ndovu. A cow with very big horns like the trunk. And you are weak spiritually. Na unakuwa dhaifu kiroho. Ngoja uanze mbio. Now start now running. You run like that. Ukiamuka hizi zote zimechoka, mgongo unafikiria ulikuwa unabebwa ukiangusha.
When you wake up, you feel as if you are being carried and being dropped on ground. Immediately you wake up. Ukiamka tu hivi Kwa kitanda chako. from your bed. Ndugu, naomba usimame kidogo. You pray like this. Unaomba hivi. In the mighty name of Jesus. Omba kwa jina kuu la Yesu. You evil spirit of bad dreams, Roho mchafu wa ndoto mchafu. I rebuke you. Nakukemea. Fire. Moto. Umelala. Ukiamuka, You go you sleep. When you wake up. When you wake up, saa 12:30 asubuhi it's 6:30 in the morning. ndio unamalizia maombi ulioanza. Now you finish the prayer. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Sema sasa kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Do you know why what you are saying? Amen. Unajua kwa nini umesema amina? All the bad dreams and demonic attacks you say amen. Ndoto zote chafu na kila maono machafu yanasema amina. Na ulikuwa unaota ndoto ukiendesha gari ukirudi reverse. All of us, suddenly your life is moving reverse. Salimia mwenzako muulize madhabahu yako iko wapi. Greet your neighbor and ask him what do you